Hello people, natumaini nyinyi wazima wa afya. Sisi tunamshukuru Mungu maana ni wazima. So leo tuko kwenye kipindi chetu cha mtaa wetu kama kawaida, na tumeona ni bora tuweze kumtembelea Bigi ambaye anajishughulisha na mambo ya kuuza viatu. Hii ni Mofless Media, zidi kutufuatilia na tuweze kuongea naye Bigi. Hivi imekuaje? Ni muda gani alianzaje hadi kufikia hapa alipo? So twende tukaongea naye. Ya sasa hizi mzee. Salama man. Kwema? Safi kabisa. Salama upo? Upo kabisa. Ya hivi mambo mengine yanaendaje? Fresh. Naona upo kazini. Tunapambana na maisha mwanangu. Ya poleni kwanza. Asante sana. Ya hivi mzee, tunaweza tukauliza kwanza, labda una muda gani kwenye hizo kazi za kuuza viatu? Muda? Nianza kitambo sana, nianza kitambo tokea 2017. Ndio mwaka nilianza biashara. Ya hivi unawezaje labda maana tukiangalia kila kiatu hapa kina bei yake. So unakutana kuna pia labda watu watano au wanne na kila mtu anauliza kiatu bei gani, lakini kila mtu unamwambia kulingana na kila kiatu gisi kilivyokuwa na bei yake. Hiyo labda haikuchanganya? Haiwezi nichanganya. Kwa nini? Passion ni kazi, niko nayo na experience mingi, nilianza kitambo, najua kila kiatu na bei yao. Hiyo biko simple sana. Hiyo ni kweli. Hivi labda kuna changamoto zinawatokea mara kwa mara kwenye kazi za kuuza viatu? Changamoto haikosi kwa kila kazi, kuna changamoto. Kwa mfano gisi unatoka kuongea hapa, gisi unatoka kuongea, tazama unakutana wateja 5 wanakufikiria hizi kiatu, unabadilisha hata namba, hiki namba kubwa, hiki namba ndogo, hiyo binafika ni kawaida. Labda haiwezi katokea labda mtu anakuuliza kiatu, hii kiatu labda ni ya 1000 ngapi? Kwa sababu vitu viko vingi kichwani, unamwambia labda bei ambayo iko chini na gisi ulikuwa upangilie wewe. Hiyo sio zaidi. Lakini inatokea. Inatokea, lakini sio zaidi. Juu tuko sasa vile tuko na ordinateur kama kichwani. Sasa hapo unakwambia iko mkichwa. Una uwezo mkubwa sana. Hivi labda unaweza kuambia ni wale vijana ambao wajishughulishi na mambo ya kazi, wako tu nyumbani wanatulia? Hiyo wale kwao wanajua gisi wiko nafanya. Sisi unajua wengi gisi wanatoka fungiwa hapa, vijana wanaiba, wanaingilia watu manyumba, kubomoa manyumba, lakini sio vizuri. Kwa upande wangu tazama wa sharia, kazi ndio kila kitu. Yani tunaweza tukasema kwamba usababishaji wa wizi kuwa mwingi, vijana kufungiwa wengi sana, ni kwa ajili ya kutokufanya kazi. Hiyo ni kweli. Hawana kazi, na tena gisi maluzi iko kambini, banaamua tu bora nifanye niende niibe. Akibe sasa banamushika nayo, hapo ndio madhara hiyo. Hiyo ni kweli mzee wangu. Hivi kazi ni kazi. Ni kazi gani ambayo ukipewa utumike au ukatumika? Mimi? Kila mtu ana kazi yake, lakini nakuwa kwake kazi mbaya. Mchimba toilet naye anasema kazi yangu ni nzuri. Muonyesha naye masanduku naye anasema kazi yangu ni nzuri. Anaomba mtu, Mungu saidia watu wakufe niuzishe masanduku yangu. Na mimi nasema Mungu saidia na mimi viatu vikatike watu wakanishoree, si kawaida. Hiyo ni kweli. Kwako kama wewe, ni kazi gani ambayo ukipewa, mimi kama mimi hii kazi siwezi nikatumika? Hata kama kazi ni kazi. No. Kazi yote ni kazi bwana. Unaweza kutumika. Yote ni ya kutumika. Hata kumfufua mtu kwenye udongo. Si ni kazi? Unaona? Wewe wakaangalia vizuri wewe. Unauliza, unaweza kufanya kazi. Niulize kwa hiyo swali vizuri. Unisemaje? Nauliza hivi. Kazi ni kazi. Ni kazi gani ambayo ukipewa hauwezi kutumika? Sasa kazi gani ulisema? Nasema mfano hivi, kuna mtu ambaye ameshakufa huko, yuko siku 3 siku 4, alafu unaambiwa nenda ukamfufua, unaweza kufanya kazi? Hapo unakuwa Yesu kunaisha basi. Unakuwa nini? Hapo unakuwa Yesu. Mimi sio Yesu, lakini hii ni kazi. Unakuwa Yesu. Juu hiyo kazi hakuna mwanadamu anaweza kufanya hiki kitu. Sio kumfufua kwamba kwa miujiza. Yaani unakwenda sijui na kipao na unatoa maudongo mle, sio unaweza kufanya kazi. Hapo inakuwa mkipindi moto wengine, mkipindi kingine hapo, na tena kia kawaida. Kama kipi sasa? Au mchawi. Tusiende huko. So neno la mwisho basi kwa watu ambao wanakutazama muda huu. Sema jambo kwa kila mteja wangu. Nawatakia siku nzuri. Niko hapa wakuja nishoree. Labda kuna watu ambao wako mbali, wanahitaji wakujua uko sehemu gani, unaweza kuambia vipi uko sehemu gani hapo, ili wao wanakufuata kwenye location yako? Hapo wengi wanajua, hapo nyuma buchari hapo ndio kwenye nachuruzia karibu na polisi basi. Okay. Yes bana, ulikuwa na Mathias OG na tulikuwepo na brother yetu hapa ambaye ametupa nafasi kuweza kuongea naye na mengi umeyasikia kutoka kwake. Tunakuomba uzidi kutufuatilia, kuwa nasi na uzidi kumfuatilia pia Bigi kwa kazi ambayo anazozifanya hapa. Asante.